يا غافر الذنب رحمن رحمن. Tukiangalia ibada ya hija, na kama ambavyo tunafahamu ni wajibu, ni moja kati ya nguzo 5 za Kiislamu kama ambavyo imeelezwa katika riwaya mbalimbali, ikiwemo riwaya ya al-Imam al-Baqir alayhi salam anaposema buniya al-Islamu ala 5 ashya, akahesabu vile vitano, lakini pia mojawapo ikiwa ni ibada ya hija. Sasa masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja au masiku 10 ya mwanzo ya mwezi huu ni masiku ambayo yana fadhila, ni masiku ambayo yana ubora wake, lakini ubora wake pia tuweza kusema kwamba unarejea au unatokana na yale matendo ambayo Muislamu yanatakiwa yatekeleze katika masiku haya, ikiwa ni mambo ya wajib au mambo ya sunna. Mambo ya wajib ni kama vile hija kwa wale ambao Mwenyezi Mungu kawaruzuku uwezo, au wale ambao wametimiza masharti ya kuweza kutekeleza ibada hii. Na tunapoiangalia ibada ya hija tunaikuta imegawanyika sehemu kuu 2. Sehemu ya kwanza ni hukumu mbalimbali zinazoelezea ibada hii, ambazo ni hukumu za kisheria, hukumu za kifiqhi, zinazoelezea utaratibu ambao huyo haji anabidi aufuate ili ibada yake aweze kuitekeleza vizuri. Upande wa pili ni maarifa yalokuwa ndani ya ibada yenyewe, ukiacha hukumu za kifiqhi na hukumu za kisheria. Ina maana ibada yenyewe kama ibada ya hija na matendo yake yote, ukianzia hasa ile ni hajju tamattu au umratu tamattu, baada unakuja haji tamattu, halafu na matendo yalokuwa mule ndani. Huu ni upande ambao kwa ujumla ni upande mzuri wa kuweza kumpatia mwanadamu au Muislamu maarifa ambayo ndiyo lengo la ibada yenyewe ya nini? Ya hija.